Kama unavyojua jana imepigwa mbungi ya kufa mtu pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kati ya Simba na Yanga. Leo nipo na familia yangu Fedo. Kuna vitu vingi nataka discuss mimi na mwanangu Fedo juu ya mchezo wa jana. Oya ni aje? Fresh vipi? Kama kawa inakuaje? Unyama wa kutosha. Jana bwana tu limepigwa mbungi. Wewe unaweza ukasemaje ile ni mbungi au ni nini kwa wewe mtazamo wako? Ile ni zaidi ya mbungi. Ile ni zaidi ya mbungi. Kweli nyasi zimeumana. Japokuwa wadau wengi wamelalamikia swala zima la uwanja kwamba uwanja ulikuwa sio rafiki. Wewe kwa maoni yako uwanja ulikuwaje? Ulikuwa ni rafiki au sio rafiki kwenye kuchezea? Yaani kwa kifupi pale uwanja ulikuwa sio rafiki kwa timu zote mbili. Yaani kwa sababu ndio maana umeona matokeo yametokea kiasi kile. Kutokana na timu zote zilikuwa sio rafiki. Yaani uwanja ulikuwa sio rafiki kwa timu zote mbili. Kwa maana hiyo kama uwanja ungekuwa rafiki tungetarajia matokeo mengine zaidi ya yale. Wewe si uliona timu iliyolemewa au wewe hujashuhudia mbungi linavyobondwa pale? Kwa maana hiyo nani alilemewa wewe ulivyoona? Pale aliyelemewa ni mnyama. Mnyama alilemewa pakubwa. Yaani sio ushabiki wala sio nini. Aliyelemewa ni mnyama kutokana na yaani hata ukiangalia hata refari alisimama kwa upande wao. Maana Yanga walicheza na vitu hivyo vitatu walicheza na Simba yenyewe, walicheza na uwanja, wakacheza na marefari. Yaani maana yake hapo sasa kwa mfano tungechezea Mkapa au yule refa wa Kenya yule Mkenya yule angekuja kuchezesha ile mbungi. Mwanangu wangesalenda. Jambo lingekuwa gumu. Jambo lingekuwa gumu, tena gumu kinoma yani. Nini ingekujia kichwani dakika ya 10 goli 2, yani dakika ya 3 tu chuma, dakika ya 10 goli 2, nini ilikuwa moyoni mwako? Moyo wako ulikuwa unasemaje yani baada ya Simba kupata chuma 2 dakika ya 10? Oya familia, nisiongee uongo mwanangu. Yaani pale kwa kifupi nikajua leo Simba kweli wameamuka, wametoa mashetani yao. Nikajua tu leo tunakufa. Lakini ukafikiria zinaweza zikafika chuma ngapi yani kwa mfano? Yaani kwa haraka mimi kwa haraka pale nilipiga leo tunakula chuma 4 5. Lakini sasa yani ninachoshukuru Mungu bwana, viongozi wa Yanga wako professional kwa sababu hawataki kuwauzi mashabiki wao. Walifanya juu chini kwa hali yoyote, siki uchawi siki nini, ili mradi watufurahishe sisi mashabiki zao. Yaani hawana Yanga la. Sema ni kweli nimeona hali ya kupambana tofauti na game zingine. Jana kweli wachezaji wamepambana. Baada ya zile goli 2 nimeona kila mmoja amevuja jasho uwanjani. Kweli ni kwamba walikuwa wanataka kuwalizisha mashabiki wanaoamini au yaani sio hivyo. Yaani ninachotaka kumaanisha kwamba Yanga jana kweli ililemewa kipindi cha kwanza, lakini viongozi wapewe respect sana. Unajua bana, kocha hatuna. Kitu kingine kocha hatuna kocha. Kwa nini unasema kocha hatuna? Hawezi kumwacha mwenda wakati mechi iliyopita ile ya Zanzibar, mwenda huyo ndio lilitokea goli. Yani makosa mengi sana yalitokea kwa upande wa kule kwa mwenda. Alafu tena anaenda kumwanzisha. Yani ni kitu ambacho kilileta utata, ambapo uliona Yao kazi anayoipiga Yao Kwasi Atola. Kwa hiyo game ya jana angepewa mkoba pale Yao mwanzo mwisho, game ingekuwa imeenda fresh. Tungetoboa, wasingeligusa lango lile. Wasingetusogelea. Wasingeligusa. Yaani kwanza hata ukiangalia on target zao baada ya kuingia Yao hamna. Ni mchezaji gani jana amekuvutia kwenye uchezaji wake jana? Yani unasema kweli ameonyesha kiwango cha hali ya juu kwa upande wa Yanga na kwa upande wa Simba. Pote tuanze na kwa upande wa Yanga. Ni mchezaji gani ambaye amekuvutia kiwango chake? Maxim pia Nzengeli. Yani Max. Mbappe wa Kindu. Yani yule mwamba ana mapafu ya punda. Yani achoki. Yaani alicheza uwanja mzima. Yaani siwezi nikazungumzia kwamba alicheza eti upande wake. Yaani alicheza uwanja mzima. Alicheza mbele, alicheza nyuma, kushoto, kulia. Yaani kote aligusa. Kila sehemu alikuwepo kama maji. Kote alikuwepo. Upande wa Yanga umesema Maxim pia Nzengeli ndio mchezaji aliyekuvutia zaidi uwanjani. Vipi kwa upande wa Simba, ni mchezaji gani mwenye amekuvutia? Ila kusema kweli bwana, Chama bwana naye alifanya kitu jana. Yaani unajua Chama mpaka kuna muda alikuwa akipewa pasi
natetemeka. Unaogopa? Naogopa familia make. Zile stories za kusema Chama mzee inakuwa ni nini? Ni unafiki ule au? Ule ni unafiki tu wa watu ambao hawajui mpira. Chama anajua, hata alivyokuepo Yanga bado alikuwa na ubonda mpira. Sema tu labda walikuepo hawapo watu wa kumsogezea zile ule mpira au wa kuendana naye. Simba yani wanamjua Chama vizuri. Yani timu kiukweli inacheza kumzunguka Chama. Yani Chama Simba ishamzoea Chama. Kwa hiyo yani Chama yuko vizuri. Ndio maana uliona alikuwa anatoa pasi nzuri, alikuwa yeye mwenyewe tu ile goli alilofunga wametuziba mdomo aisi. Kwa nakiri kwamba Chama ni mtu. Chama ni mtu. Ila sema yeye ugonjwa wa Chama anawahi kuchoka sana. Yani anawahi mapema, yani anachoka mapema. Maana yake Chama angekuwa na spirit. Lakini pale Zanzibar alizima dakika 130. Alizima, lakini walimuona alivyochoka. Ndio maana hata pale aliguswa tu kidogo alidondoka. Hadi pale ni uchovu. Alikuwa hawezi kushuti. Kwamba ile tuta kwamba alikuwa amechoka, alitafuta tu sababu. Alikuwa yuko hoi. Ile pasi alikuwa anatamani mtu ampe pasi. Lakini bwana mdogo alimfika mguuni bwana. Ile pale na nyepesi ile asema akili. Unajua wachezaji wakubwa hao wana experience. Anajua kabisa unajua mazingira haya nikifanya hivi tunaweza tukanufaika. Wewe ulikuwa uone hata Aziz Ki pale tu kuna game moja tunakumbuka tushaichezaga. Nakumbuka na Hussein Kazi siku ile. Hussein Kazi. Tuliona wametuwini, yani kila tukifanya jambo wamewin. Aziz Ki wachezaji wenye experience ya kutosha wanatumia akili ya ziada. Maana yake akasema hapa sipigi shoot, maana yake watablock. Ndio. Ngoja nimsubiri, akauweka mguu mpira upande mwingine, akaulinda, akaja akaguswa, ikawekwa wakati. Ni akili ya wachache sana, ni mmoja mmoja. Uwezo kwa pale experience ni kitu cha muhimu sana kwenye mazingira kama yale. Uwezo kukuta Depo amefanya hivyo, uwezi. Hicho ni kitu ambacho karibuni imechezwa michezo mitatu kati ya Simba na Yanga, lakini imeonekana kwamba Yanga hajanufaika zaidi ya matokeo moja kwa moja, isipokuwa kuambulia sare kwenye michezo miwili ya ligi na kupoteza mchezo mmoja wa fainali pale Zanzibar. Lakini kuna hatihati ya Simba na Yanga kukutana kwenye fainali ya CRDB Federation. Unawaambia nini mashabiki wenzako wa Yanga kuelekea huo mchezo kama ikitokea Simba na Yanga wakaingia fainali kwenye kombe la FA? Mimi sina wasiwasi na kikosi changu cha Yanga, labda kikosi cha Simba kwa sababu Yanga imejitosheleza, ila kikubwa tu atutafutie uwanja ulio mzuri. Wasitupeleke tena Isamuyo kwenye matope kama shamba. Kama shamba la mpunga. Uliona alikuwa atembei Pacome. Unaona fikiri Pacome vitu vyake hajaonyesha jana. Unaona fikiri kwa mfano kama kwa mwendo wa Pacome pale alikuwa akikimbia viatu vinadumbukia, yani vinadumbukia na chomoa na kimbia na chomoa. Unafikiri pale ingekuwa kwa Mkapa wale sitakuwa unawaacha sana wale. Walikuwa wanapoteana. Sema sasa hizi hii finali sisi kufika finali kawaida. Na mimi namuombea Simba apambane na ajipapatue tukutane finali. Yani tukutane tena finali. Yani derby to derby. Sasa hizi maana najua fly ya Simba ni dakika chache tu. Hivi kwao sasa hizi Yanga kama msimu ni kafla kwao kutoa sare na sisi nini ni fla kwa upande wao. Ila sasa kwa kinachofuata tutawashangaza. Simba watashangazwa. Kwa kumuona Okero pale. Yani Okero hii unajua bwana viongozi wa Yanga bwana wanasajili kutoka mbali. Lakini hata Simba wamesajili. Uone watu wanasajilia M-Pesa kina Kibabaga wanawatumia nauli shingapi nauli kutoka pale Jangwani kufika Msimbazi ni shingapi nauli? Si 2500. 2500 wanakuja wanasaini. Sisi tunapanda ndege, wakina Okero wamepanda ndege. Lakini 2500 ni nauli ya bajaji. Ndio hiyo bajaji, si ndio kuja usajili kwa kutumia bajaji. Sisi tunapanda ndege, wao wavivu. Wenyewe wanatumia M-Pesa, sisi tunatumia CRDB. Achana na Kibabage, uwezo wa Libase Gwe unaonaje? Yule hamna kazi pale, na ile ni sawasawa ni kama wanasema meli ya Titanic. Maana kwa sababu wengi wanapanda wanashangilia, mbele linaenda linazama. Ndio hivyo. Kwa hiyo lazima mwisho tu itapinduka. Si tumeshamsoma Mpanzu ilikuwaje? Usajili wa Mpanzu, kelele nyingi Sasa hizi Mpanzu unamwanzishaje Mpanzu? Wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo sasa lijalo litawafurahisha. Yajayo yanafurahisha. Oya, asante. Mimi nilikopo na mwanangu Fedo, tumepiga story 1 2 3 kuhusu game kati ya Simba na Yanga iliyopigwa jana
tarehe 3 mwezi wa 4. Asante.